katika kitabu Kumbukumbu la Torati 5 ule mstari wa 6. Nitasoma katika jina la Yesu, naamini tutabarikiwa na wewe. Mimi ni Bwana Mungu wako niliye kutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Ila mimi huwa 8, usijifanyie sanamu ya kuchongwa, mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, au kilicho chini ya dunia, au kilicho majini ya nchi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno ambalo Musa alipatiwa na Mungu awaambie wana wa Israeli wakati ule, na ndipo saa hii hata hilo linanena. Haleluya! Ndipo hata ile neno linanena siku ya leo. Linasema kwamba tusiabudu miungu mingine ila yeye peke yake. Na anasema kwamba tusiabudu kitu chochote. Na siku ya leo akasema ya kwamba tumwabudu Mungu peke yake. Kuna vitu vingi ambapo tumejiwekea sisi wanadamu, tunajikuwa tunaviamini. Kuna vitu vingi ambavyo tunavitegemea. Mungu anasema ya kwamba tusiabudu miungu mingine, wala tusiinamie, wala tusisujudie. Haleluya! Wewe mpendo ulio mahali hapo, unasujudia nini siku ya leo? Maana huyu ni Mungu ananena na wewe. Kama yeye ananena, anasema kwamba tusiabudu miungu mingine, kwa nini tusiweze kumwabudu Mungu yule ambaye aliyetuumba, yule ambaye anayesema ananena nasi, tukaweza kushika sheria za Mungu? Hiyo ni amri ya Mungu, iliwekwa ikawekewa wana wa Israeli, na saa hii sisi ni wana Israeli, na lazima tukaweza kumwabudu Mungu korona kweli. Haleluya! Akasemaje au siwe na miungu mingine ila mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ni miungu gani wewe umejiwekea? Katika biashara yako umejiwekea mitishamba. Umekuwa unatembea na ushirikina. Umekuwa wewe mwenyewe unatembea na sanamu. Unatembea na vitu ambavyo nasema vinakusaidia. Hivyo havitakusaidia, ndio vinakuzima. Zinakufanya wewe uwe chini. Haleluya. Ni lazima tukaweze kushika sheria za Mungu. Maandiko yanasema kwamba yeye ndiye Mungu peke yake. Akasema ni Mungu mwenye wivu. Mungu mwenye wivu. Na wewe siku ya leo umejiwekea nini? Umeacha imani ya Mungu, umeacha uokovu, umeacha nyota ya Mungu, na kimbizana na nyota. Unasema kwamba nyota yako iliibiwa na nani? Na nyota ni uokovu wako. Nyota wewe mwenyewe ni roho wa Mungu awe ndani yako. Bwana Yesu. Siku ya leo nataka kukwambia kwamba Mungu amechukizwa na wewe. Unasema uliachwa. Maandiko anasema kwamba hakuna mtu siku moja ambaye ameachwa, maana amesema kwamba ametuchora katika kikanja cha mikono yetu. Na hata tusahau wala kutuacha. Ataenda kutuondolea vile vitu vyote vinavyotusumbua. Tunapomwamini Mungu, tunapompokea, tunapoachana na ile miungu tunaiabudu, maana yeye Mungu anaweza. Haleluya. Nataka tuendelee tusome hapa 16. Tunajua ya kwamba nisome hapo kidogo, naamini ya kwamba utabarikiwa pamoja na sisi. Haleluya. Hapa anasema ya kwamba 16 anasema, waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako aliye kuamuru siku zote zipate kuzidi. Haleluya. Unaona? Leo hii ni sikukuu. Juzi kulikuwa ni sikukuu. Huyu mama, huyu wazazi wako ulienda kuangalia? Uliwatumia kitu? Hakuna kitu uliwatumia. Wewe ulikula ukavinjari hapa huku na huku, hakuna kitu ulimpatia. Saa hii mzazi aliweza kukufanyia, kukusomesha na kukulea, na leo hii umepata pesa, umepotelea huko mjini. Huku mpelekea hata kanguo, huku mpelekea hata sukari. Ukamwambia mama, chukua hichi, chukua mzazi wangu, chukua hiki. Haleluya. Huku weza kuchukua kitu kama hicho. Siku ya leo nataka kukwambia kwamba sikukuu ulikula mwenyewe. Mandugu zako ndio wale ambao wanaumia, wanateseka mahali pale, wanalala njaa. Ulipata hivyo? Siku ya leo nataka kukwambia kwamba
ukawe ni mtu wa kukumbuka wazazi wako, maana wao lazima ukaweze kuangalia na wewe upate baraka nyingi. Haleluya. Lakini wewe siku ya leo wewe ndio umekuwa umepata pesa, wewe unakaa vile unavyotaka. Huu mstari wa 17 anasema kwamba usiue wala usizini, wala usiibe. Haleluya. Hizi ni amri za Mungu. Yaani usiibe wala usizini, wala usiue. Hivi vitu vyote unavifanya. Unavifanya hivi vitu vyote. Hakuna ambalo uliachi. Siku ya leo achana na mara moja. Leo hii wewe unaua kwa sababu unaingia katika ushirikina, unaendea ule mtoto wa jirani yako, unaenda unamwangamiza. Leo hii unawaitia wakora mpaka wanamalizika. Siku ya leo nataka kukwambia kwamba Mungu amechukizwa na kitu kama hicho. Haleluya. Usizini. Wewe ndio mwenyewe, ndio kuzini kwako kwenyewe ndio unazini, na hata na vile ambavyo umeambiwa na yule jirani yako unaenda kumwangushia mke wake. Haleluya. Hapa chini anasemaje? Wala usimshuhudie jirani yako uongo. Uongo ni nini? Umekuwa koni. Na kama umekuwa koni, mani unakuwa ni mtu wa kudanganya. Ni mtu ambao unafanya vituko kama hivyo. Siku ya leo anasema kwamba amechukizwa na hilo roho. Anasema kwamba unapobadilika Mungu anaenda kukubariki. Unapobadilika na zile vitu ambavyo vifanya, yeye anaenda kufanya nini? Kukubariki na kukuinua. Haleluya. Siku ya leo umeenda mpaka kwa jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukwambia kwamba usishuhudie jirani yako uongo. Leo hii wewe ndio unadanganya. Sijui alifanya nini. Unaambiwa mpende mwenzako kama jinsi unavyojipenda mwenyewe. Mpende jirani yako kama vile unavyojipenda mwenyewe. Lakini siku ya leo umekuwa na roho mbaya, umekuwa na roho ya wivu. Na wivu ndio unaambiwa kwamba usitajwe ndani yako. Maana chanzo cha kuwa mchawi ni wivu. Wivu ndio unatumaliza. Siku ya leo jirani yako yule unaambiwa kwamba usimshuhudie jirani yako uongo. Leo unamshuhudia kwa nini? Haleluya. Na maandiko hapa chini anasema kwamba wala usitamani hapa 21 anasema wala usimtamani mke wa jirani yako, wala usitamani nyumba ya jirani yako. Haleluya. Wala usitamani nini? Nyumba ya jirani yako, wala mke wake, wala mfanyakazi wake, mtumwa wake. Leo hii wewe ndio unamwangusha. Leo hii wewe jirani ndio unangojea aende kazini uende uvunje nyumba yake. Haleluya. Siku ya leo nakwambia kwamba ni habari njema ni kumwamini Mungu na kuachana na ile ambayo unayoifanya. Maana maandiko yamesema kwamba tusiweze kufanya vitu kama hivi. Wewe ndio unavunja nyumba za watu, yani wewe kila siku ni wewe na jirani yako unakorogana kule. Wewe ndio unaharibu. Hii nataka kukwambia kwamba uachane na wewe mara moja na muachie Mungu akaweze kukubariki na kile chako, na mtu akaweze kukubali vile vitu amepatiwa. Haleluya. Kwa hiyo ubarikiwe sana. Ninaamini ya kwamba utabarikiwa pamoja na wewe unapoacha hivi vyote, ushike sheria za Mungu. Anakuambia omba lolote na Mungu atakupatia. Utakuwa ni mwaka wa kubarikiwa, ni mwaka wa amani, ni mwaka wa kubarikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ubarikiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo achana navyo mara moja, usawe ni mtu ambao wapinzani. Kwa hiyo ubarikiwe. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa huo ujumbe. Wacha huo ujumbe ukapenye kwa watu wako, na watu wako ukawasamee, ukawarehemu, ukawapiganie, ukawainue tena. Usiacha hata mmoja Jehova. Nenda kuwatetee kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine wa kuwatetea. Najua Bwana watasikia hilo neno na wataenda kutii. Baba wa mbinguni wapatie roho ya kutii. Na Mungu wa mbinguni nakushukuru kwa sababu hakika hilo neno utaenda kuwafungua. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Asante Yesu.